Nini kilitokea? Ngopanda tu kwenye ndege. Sema hasa hivi ndiko kwenye ndege. Hata nikilala nitamkia tamtamkia Copenhagen dae. Ushua nilikuwa na usingizi. Ilikuwa na usingizi ambao sijawahi experience. Nimepanda tu kwenye ndege nimekaa kwenye siti baya. Ukalala. Nikalala. Sasa the moment nakuja kuamka kumbe ndege haijaruka. Naona ndege bado iko chini. Kumbe ile ndege bado inatirafu. Ule moment sasa ndo tunaamshana watu wanashuka papa. Mnashushwa mnapandishwa ndege sasa. Kwa sababu ile mloko inaitirafu. Hapo mimi kwa muda wote hadi bishachanganya majira sielewi tuliruka au dokati au bado shuko sio tio barabara. Lakini nimetoka kuangalia ile bazini ile kasema tuko hapa kwa pumba tupuru. Ila ile muda wote usumiri ule kwa. Tukomala. Nikarudi tukapelekwa sehemu moja tukamaliza tukaambiwa tusubiri. Tukasubiri. Baadaye ndo tukaja tukaambiwa tu check in tena. Ndo ndege kwa Ilifika imefika nyingine nasema lakini mbadilisho ndege. Yeah. Baada tukapanda sasa pengine. Na pengine tuliporudi kulala tuli usindiki ni kama nikatisha. Nikameneleza pa. Nilitinga usingizi nimekuja kushtuka sasa. Ndo banaanza kupambazuka tunaanza kufika nchi Uarabuni. Ya watu na tajida Uarabuni tumeelekea siwezi kukumbuka sana lakini palikuwa panapambazuka tukaila ndege ile na kushtukia technical stop ambayo ilikuwa ni ndege la Austria. Okay. Yeah. Austria palikuwa pambazuka kwa ile panaweza kuangalia na siki. Austria palikuwa pakampa umame. Pakame? Oniza iko. Ulaya gani na nini mbona pakame kwa. Pale ilikuwa ni asmala pande Susan kile Susan de Sadne de la Bosse. Si. Baadaye ndege ka connect tena. Nilikia Copenhagen. Yeah. Sasa ile tayari niko Ulaya sasa. Hapo sasa hata usingizi haupo sasa kwamba sasa hapo nimeshaingia Ulaya. Hamuna kulala sasa hapo ni kushangaa mwanzo mwisho. Ile bwa bize kweli kushangaa. Ndipo bize kushangaa na kulibona mama mmoja alikuwa amekata minemba na mtoto mdogo. Ile mtoto mdogo alikuwa anaprefer sana pia ngwasike ya. Naona yake naye sewa kwa bado baada tena yule mama hayiko ni Kiingereza. Kwa hiyo tukao kama mjomba wa yari ile tukaenda kabla ndege haijatua Copenhagen. Kuna moment kidogo kama sina uzoefu kwenye ndege lakini kuna moment moja pale ilinishtua kwa sababu ndege ikikata kona fulani nikawa bilu kama icheki chini kuna barafu baridi na January of course January ni msimu wa baridi sana ya nchi zote. Ndege kwenda ben kwe kwanza pota wengi kama ndege ishaanza kubendi ile kumbe pale ndio ilikuwa inatafuta namna ya kurushu ya ile tipo tumesha kalimia kwa pale tafika sasa tumeshuka pale airport Copenhagen icheki baridi kwa kai so Eastern French winter January ile nimeshuka tu kwenye ndege pa siku ya kwanza ya brother Patrick ndio nakwambia brother ndo nimefika hapa sasa hivi. Ongozi ilikuwa lazima nimpigie kwa sababu nikiangalia wengi wote kanalo Tanzania sasa bwana blog huyu ya toboa huyu ndipo unaweza kama nimeshafika Copenhagen kwa sasa hivi kidogo na mimi nikana mali sasa kidogo sasa ile bombe sasa umenipigia kuna simu nyingine ilikuwa imepanda pale ilikuwa ni Victoria niweka Victoria our partners nikapokea sasa yeye ndio akikarimisha hapa baibu fulani hi welcome Copenhagen sauti fulani Masai tena nazo hapa sindo Ulaya sasa na ndio yeye sasa alikaribisha vizuri maneno mazuri na nilipotua pale baada ya kuwa nimemaliza kuongea simu tulikuwa na marafiki ndio hapo nimetazama pale kwenye kishupa kwenye ile Bible ini nimepata nao habari wa jana Saima ya basi nilikuwa na Emmanuel na jamii alikuwa anaitwa Sampa Depo paka Cyprus biala imando nilikuwa kama ndugu yangu hapa tu sasa kwa tunawasiliana kwa kipindi hadi kwa mga jana ndio kule pia sino changamoto kidogo ya kufagilia nimeruni kwa kipindi tunataniana juzi katika tumekalia kuna za mikatazo wewe umeseka ikauliza kiasi nilichosema nini gata nani gata aliaga brother hii nunua tu hadi biega akaacha bwana maisha gani wakati
tukashare experience pale, akaniambia bwana uhalisia, akaniambia but it's not a small man that imekosti ya dedi tu ya Ghana ndo ya kwa maeneo tunaoishi. Sawa, umeshuka airport, mimi nilikupigia simu, Victoria ambaye ni partner yetu nikipigia simu. Sasa umeshaingia Ulaya sasa. Yeah. Ushashuka airport. Baada ya kushuka airport sasa baada ya kumaliza zile processes za migration sasa uhamiaji, umeshakuingia passport yako, welcome to Denmark nini. Baada hapo sasa nini kilipata? Yeah, kwanza baada ya hapo nilikuwa na marafiki zangu Ghana. Kutoka Portugal. Nilikuwa nao. Tulikuwa tunasaidiana kama mwiso za kitu. Yauliza unaenda wapi? Mimi naenda huku, naenda huku, naenda huku. Mmoja wao kwenda mpiga, mimi nilikuwa naenda Sikebo. Yeah. Landisha tumewa taarifa za nikate chenye wa. Yeah, sasa kuna mmoja ile ngana acha ima achana na ima kwa hiyo mwingine sasa. Alipata kidogo mtu mmoja wake kidogo. Yeye ndo kama alikuwa na la wengi zaidi. Atembea nimeambiwa ukifika huko nitakuwa usabilia huko. Hii na vitu 79 note. Zima haraka tukamwambia aichukua hela. Kwa mtaka atasema euro 10 tena. Wewe hela kada chukua dime tataki. Adamda tunaenda kwenye swala la mache, tukaambiwa tulikuwa tukonvert zile euro. Je, kwa krona. Yeah, ili tutokubuku same. Tukaenda tukafanya hizo taratibu, tukabuku che. Kumbe kuna mwenzetu alikuwa baada hajapata begi lake zile sehemu ya mabegi ile bea kama amerudi, tukarudi tena kumsaidia kutafuta mimi, tukanipata tena tukakarasenge ya currency exchange ka change bile euro tukua nazo tayari tunaliza simila kwenye simu la ilikuwa haiwork, ila kwenye la dawenze wenzo unafanya kazi. Nasema pale nitakapofika kule isitanani nitachukua ile line nikauga sani bed, niko na simu yangu nyingine Felix nikaweka kwenye begi la boboni vile. Ikakata na tiketi tukasaidiana pale na Plava service meipa traulita saidia kukata tiketi na chain market court tumeshapewa destination. Kwa kila mmoja anajua destination, nikakata kama na tiketi zote mbili basi au mimi tientamu para bana bi za connect lo connected ta tu kiasi kan toba ambao scan bado ilipita pileta story nyingine zezeke ya passport. Basi bwana, baada hapo tukasubiria cheni, tukashika chini mage Copenhagen, shuka chini kidogo na useme kidia cheni. Hapo mbona ya nenda kama cheni nichukua chini. Shuka chini tukasubiria cheni. Cheni ilivyokuja kidogo cheni zilikuwa tiketi kama inagonyesha, unaangalia tu muda cheni na kufika. Ila ukisema mwanzo kuconsider ni cheni ya aina gani, kwa sababu na baadhi ya brand zinaweza kuchana mkono na clear. Cheni takausiko kwa muda huu ndio hiyo unaingia. Ndio hiyo tukopa. Nikapata taban na ima. Sababu Uganda ya Uganda. Hata Emmanuel. Yule mwingine yeye alikuwa na vitu tofauti. Kwa hiyo unia tuweza kupanda naye. Nikapanda na ima mpaka nilipofika sehemu yeye akashuka. Alikuwa na connect treni nyingi. Kwenda mji mwingine. Ya kwenda mji mwingine. Mimi nikawa naendelea sasa niko peke yangu. Tukaenda sikuwa naelewa majira kwa sababu kuna moment ilikuwa imewahi kuwa giza kuliko kilipokuwa mchana. Kwa mchana ulikuwa fupi. Tukasafiri na hiyo treni mpaka nikafika ile Scandal. Ya connect sasa. Treni kwenda umnyonyesho kwenda kituo cha Engeza. Nikashuka pale anabebia begi langu moja ipita lile yako na lile la mlokoi. Sisi tumeshuka, kuna kituo cha kusubiria trade kiko open. Lakini sehemu ya ambayo inakusaidia kujikinga na baridi, sababu kuna baridi kali sana. Kipindi cha barafu. Kuna sehemu cha kudi air ijikinga ambako it's indo. Ya nasema wait. Pabegi kali imeweka nje. Ule muda treni imefika. Tukatoka pale tukaingia kwa bete. Nikawa nimesahau begi la passport, adile pesa ya euro na simu ya mtu mwingine. Ile simu ninayotumia ndio kwa na M120. Yeah. Ukiwa Dar es Salaam kama nakumbuka vizuri ulisahau passport. Baada ukakumbuka ukaenda ukaichukua
ukaipata, si ndio? Ukasafiri. Umefika Copenhagen, umepanda train. Yeah. Umeenda mpaka mjini unaitwa Skanderborg, si ndio? Yeah. Pale umeshuka ili ubadilishe train. Yeah. Kwenda Egesbjerg. Sio ambako ndo final destination. Yeah. Kwa hiyo ulipofika tena pale kwenye hiyo destination ambayo una connect train. Yeah. Ukasahau tena bag wakati wa kupanda. Bag ambalo liko na sim ya finish. Sep? Hiyo bana. Ilikuwa na baadhi ya document na watu waniagiza nila vitu babadali. Yeah. Kwa sababu of course wa Tanzania sisi wote tuna tabia. Na hiyo mara nyingi hata mimi nikuta unaposafiri kwenda sehemu fulani nje ya nchi. Wakishajua tunakuja, wengine wanaagiza, wengine mpaka unga. Wanaletea unga, maharage, sijui dagaa, sijui. Kwa hiyo wewe ulikuwa na vitu ambavyo unga ulikuwa unakosekana, dagaa ulikuwa unakosekana bado. Lakini nilikuwa na baadhi ya document, sisha document kana niagiza vyeti, niagiza leseni tau kwa Saudi Arabia. Kwa hiyo nilikuwa na hizo essential document ambazo niliziweka kwenye hiyo bag, nikiwa na maana kwamba ile bag nitakuwa na depend bila wote. Sasa kumbe nilikuwa nimelishusha, nikaliweka na nitepo hata panda kwenye train, ukaacha lile dogo ambalo lina hivyo vitu, ukaingia na 10. Yeah, that's the best mistake. Okay, ulikuja yani ni wakati gani unakuja kugundua kwamba sasa sina begi, sina passport, sina documents za watu? Yeah, nilipoingia kwenye train kugundua moja kwa moja kwamba sikubeba ile begi, kwa sababu kulikuwa na wifi kwenye tank. Nilikonect mimi simu yangu, nikajikuta kabisa wasikana hapo ngasi kwenye simu WhatsApp na brother wangu anaitwa brother Sumi alinipigia. Kwa hiyo nikaspend a lot of time kuongea naye. Ila nilipokuja kukata ile simu nikasioni lile begi. Nisha kata ubali. Ndio naulizia begi mtu abi unalipa dalam. Cheki huku na huku kuna huku. Sifanikiwa. Nikagundua kwamba nimesahau kwenye kile kituo nilichotoka. Nikawaelekeza kuna watu walikuwa kwenye train wale tuseme kwa hudumu. Yeah. Nikawauliza kusema sasa hatuwezi tukapanda chini niweze kupiga reverse. Kwa hiyo it might be maybe ushuke kwenye kituo kinachofuata, urudi ukachukue begi utafute usafiri mwingine, sababu it's almost this the last chain to this route. Kwa ile route ile train inataka ya mwisho. Sasa katika ile wengi na huku boss naye ananiuliza hapo unaona wengi kweli sasa. Yaani ile wengi kweli. Yeah. Boss ananiuliza umefika, kuna mtu mwingine tena, kumbe baadhi ya Watanzania ambao wanafanya kazi bila ile shamba walikuwa wananisubiria. Bwana ananiuliza vipi mbona ufiki? Sababu zile delay toka Ethiopia. Yeah. Nilikuwa nimetumia muda mwingi sana safari. Kwa hiyo hata boss mwenyewe alikuwa haelewi mbona mtu afiki, sababu unajua huwa wanaenda puli kwa muda kwamba anajua kabisa ndege itafika muda fulani na nini. Unakuta hata host wako anajua kwa muda fulani itakuwa ni kampake igeni fulani. Kwa hiyo inapofika ule muda hapo lazima aanze kupata mashari, lazima ziwe ni kosi zikawa nyingi kweli, la jiteli kuelekeza kwamba niko kwenye cheli ameuza kwenye kituo gani, huwa kuna skills na display. Kwa hiyo nikajaribu kumwelekeza bosi wako kama niko kwenye kituo fulani. Sasa katika lile wengi la kuuliza hivi na hivi nikajikuta chini kitimiza station. Ile suri ndio ambaye alishuke najikuta tishaipita. Tushapita vana station ya Mbebe. Tuko ni station ya Mbebe. Kasa nikawaza nasema nikiendelea kubaki humu ndani naendelea kwenda Maria. Ikabidi nishukuru ile kituo mnaofuata inaitwa kituo cha Ikast. Nikashuka. Sasa nimeshuka chini shaondoka, sina tena mtandao. So wifi unapata ukiwa ndani ya train. Yeah. Sina tena mtandao. Sasa nawezaje kuwasiliana na boss na sina ile line yangu ambayo nimesajili Denmark. Haifanyi data kwenye simu yangu. Nawezaje kuwasiliana? Bahati nzuri tulikuwa na mama na mtoto anakibizana niti. Madia mmoja alikuwa pale. Kwenye hiyo station ya mama anakibizana mtoto. Nikaongea na vile mama anisikia. Amsalimia. Kanielewa, kaniambia kwamba restaurant, mwambia kwamba tutacheza mawasiliano na host wao.
kwa unaweza kanisaidia ende spine and type. Nikampa namba ta post ya mwili mosi wangu, nikapa ukawasiliana wakaongea kidanisha, akapa na location, anza kusema nishawasiliana mata hapa koso doke hapa sio ndope, lakini hapa ni baridi, wewe baridi na bopu litakuwa na wind na baridi kali na baridi na gonga, na una bahati sana kwa sababu yule mtoto ndo amenifanya niwe chipa sasa hivi, sijui usingepata msaada wako. Akaniambia tafuta tu papo jibana usoko na tafuta eneo wote build yoyote tutakokaa usoko na kufanya tukuje kuchukua. Sasa nimekaa pale ukachukua muda, baridi inakuwa kali, sio tena nilomba alikuwa zito. Kwa hiyo baridi ikawa inanipiga insani. Ngoja nitafute sehemu ambapo pako wazi nijibazi. Nikaenda nikakuta sehemu moja dakibao. Tunapiga sigia hapo anichanganya hapo. Kilimba nipate sehemu ambapo kidogo utatulia. But hati time ikaona zile sigara hadi nazichanganya. Naona basi kaweza kusafari inabidi talking, kwa sababu hata nilikuwa naongea nao kila mtu alikuwa busy na shughuli ya hii. Nikatoka palikuwa na wadins pale nje, najaribu kuongea naye, ndio analeta spam card wait outside there, hapo anaanza yote. Ndio kurudi nikasimama idikaja gari. Kwa imani yangu naamini gari na hiyo gari boss. Sikutaka kuosa mengine. Yapi ikotokea tu nitajua huyu atakuwa ndo aliyenifuata. Alipofika naye pale akanisalimia, akaniambia mimi pole. Ongea sawa, mna shida, nashukuru. Akashukuru bibi langu, akaniambia pala kaniambia pole sana kwa usumbufu hiyo kutoze watu sasa. Nikamwelezea situation kama nimesahau bei, akaniambia sifai. Denmark ni nchi ya maji. Tunaweza tukaenda nyumbani afu kesho tukafuatilia kama ukanipata. Nipanawaza kweli inawezekana vipi? Ananiambia it's fine, nitaenda kalipata. Ikaenda akanipeleka mpaka nyumbani, akanionyesha mazingira ya kazi mpaka nyumbani, akanipeleka. Nikafika, nilipofika ndo alipobora kwa Mwanjai. Asmani Mwanjai. Asmani Mwanjai ambaye nifanya naye application ya visa ya ambayo amepata akapem kwa email. Sasa paka mambo mwenyewe. Boss baada ya kunipa orientation za nyumba na matumizi nini baadhi ya vitu akaleta na cash money kwa ajili ya matumizi, akaniambia mpilo mimi utapata kama nyiki hapo rasmani ya bajeti ndani ya meza. Kwa hiyo kwamba itawa easy. Sasa ile siku wakula kawaida ukifika kwenye mashamba ambayo yana high biosecurity wa uruhusi kwenda moja kwa moja katika shamba. Lazima ukae karantini kama siku kadhaa. Pale tuna utaratibu wa karantini siku 3. Kwa hiyo nilipofika bosi hapa niambia Sofia zinafanya kazi bima 3 au Jumamosi. Itategemea na mpaka wako ni neta huko shambani tu. Kwa hiyo hiyo siku ilikuwa Jumatano. Siku moja fika sasa. Kwa ni Jumatano usiku. Tukalala hiyo siku. Utakucha ile Hamisi sasa asubuhi ya Ulaya sasa ndio unaiona. Kwa sasa kuna kuchia Ulaya sasa unabuchia unabotolewa ya Ulaya. Parafu nini? Mazingira tofauti kabisa na Mkoto. Nikamwambia tu anaidosha basi na Asmani naenda kugoshea sasa si mzoefu ta. Ndio maana kawaida. Ilipofika nikamuuliza pale dosi ile Alhamisi tu charaka meta vipi kuhusu taarifa kuhusu biashara, akasema shahidi report alipata update, asema is fine okay. Nikawa nafuatilia, kulikuwa na mifumo fulani, kuna DH ni si kuna link tuanda kufuatilia document, nikawa nimejaribu ku fill documents na mamlizo bika kuna nafanania vipi, nipa na medeza zile taarifa kwa kana niletea taarifa za lost document. Ilipofika Ijumaa kulikuwa na marafiki zangu wengine ambao walikuwa wanafanya kazi pale. Aikoto update Magomba, Kiulus, Enoch Judas Mwani. Wakakoni mtu akasema huyu mgeni tumpeleke supermarket Saisho. Kama mazage hapo uradi. Ni shopping ni maneno azali kanitoa shamba na wakanitoa anipeleka huko spa. Ana dei wanafanya selling services zao, ndio kule unapofanya shopping kama ni mzee ndio umetoka jikuta unachukua kitu, prices huwa zinaandikwa kwenye zile
kuna tag chini pale wanaandika price tag. Wanaandika price tag. Kwa hiyo ukichanganya unaweza kuchukua kitu ambacho price sio hiyo. Kwa hiyo tunaambiwa la kwa tini tunachukua kitu sasa unaweza kuchukua huko kosi na kuja kwenye kulipa ikawa tofauti. Kwa hiyo pale tukafanya shopping tukarudi. Wakati tunarudi nikapata notification kutoka polisi. Asema kwamba bag lako is pawned, you are lost, is pawned, it is in Skandava police station. La bag sambolo kule ilipoteza wakati tuna connect hapo ilikuwa ina passport na limepatikana. Kasema so at the time between kuna marafiki wangu kwa washijia sana fine unaweza kulipata kwa hiyo niko hapa ameniaminisha wakanikari kama utapata. Sawa kwanza sometimes huwa inatokea unakuta unapaki baiskeli barabarani unaenda route yako unaenda siku utakarudi ukirudi na kutoa dasili yako hapa hakuna ambaye anachukua. Maana hiyo ni lesson kwamba kwenye nchi za wenzetu kiwango cha uaminifu kiko juu sana kushinda kwetu sisi. Kwa hiyo nilipopata ile taarifa nikamfurahi sana niwaonyesha marafiki zangu nasema bora hizi wapate. Sasa nikarudi nikamjulisha pia boss kwamba nimepata taarifa kwamba nikamjulisha na coordinator. Sasa nimepata ile taarifa wakaniambia kwamba Jumamosi kesho unatakiwa uanze kufanya kazi. Sasa msipai kesho yake nikaanza kufanya kazi weekend ile. Jumatatu coordinator akaja na ratiba kwamba saa fulani nitakudrive kufuata bei. Kwenda kwenye train. Of course nawashukuru sana coordinator anaitwa Marie Strogard and Nikolai Raski ambao wanamna moja majijini walicoordinate ile swala mpaka kile mafio kupata passport mpya kwa baadaye. Ile drive kwa kituo cha treni nikapanda train mpaka Skandava walikatia tiketi nafika pale Skandava kushuka hawakujua sasa pale distance nitakiwa nitumie usafiri gani nifike kituo cha polisi kile pale lori haso so mvoshuka tu kwenye train kuna distance around 5 to 7 km na kulikuwa na unuo na sikuwa na idea yote ya kubook taxi pana nini. Sawa niliposhuka tu nikapatana na wanafunzi katika barabara kauliza Skandava police station wako wakaniambia fuata hii barabara taa ya kwanza ya pili ya tatu hesabu taa mpaka tutakapofika tamu niliona jebo pepe nikafuata hiyo barabara kwa mguu huko ndio yanyesha nikafuata hiyo barabara inanyesha mvua sasa inanyesha lakini nilikuwa napata time ya kuna mazingira wenzetu kwa sababu nilikuwa na ziwa pembeni pale na maji kwa hiyo kuna namna fulani kuna madaraja. Umefika Stockholm, kuna story ulishare na mimi kwamba kuna mahali ulifika basi ilibidi basi lisubiri muda mrefu kwa dakika chache kama dakika 2. Hebu tueleze hapo ilikuwaje? Nilipofika Copenhagen sasa ile basi inaenda Stockholm nikapanda vizuri sema walikuwa wanasisitiza sana uwe na document passport ilikuwa inahitajika kwa sababu tuna exit boundary za country. Kwa hiyo tulipoanza safari tukatoka tulipofika boundary polisi hawa hapa wakawa wanatufanyia cheki. Walipofanya cheki nikakutwa sina passport. Wakanishusha. Wakanipeleka ndani kule wakanifanyia search the document. Wakaona kama mbona kama huyu mtu bado hatumtambui wanataka CPR number. Na CPR number hauna wakati kwa sababu hauna passport. Wanataka passport ndio sina ila ile police report wakawa nasema haitoshi. Nikaja kufanikiwa kuwapa document ya visa ile document ile printed document. Nikawaonyesha ndo wakafuatilia wakawasiliana na wakubwa. Ili take time kweli masaa mangapi kwa nimechelewesha ile basi. Kwa hiyo wakanisubiri mpaka baadaye tukakamilisha zile taratibu tukarudi. Niliporudi kwenye basi kila mtu ananiambia pole what happened kila mtu kwa sababu niliwachelewesha kwa zaidi ya masaa mawili. Wanakusubiri wewe. Wanasubiri. Baada hapo ukaenda ubalozini Stockholm. Sasa ubalozi wa Tanzania uko Stockholm. Baada ya kumeshafanya process pale ubalozini ilikuchukua muda gani kuweza kupata passport yako? Na je, uliondoka nao siku hiyo au ulirudi tena Denmark then wakakutumia au ilikuwaje? Nilifika Stockholm
nikakutana na watu wa Somalia, nikafika wale wa Somalia ndio wengi wanaendesha taxi yes. Ndio waendesha taxi pale. Kwa hiyo ilikuwa ni kama unajua ukiwa Ulaya ukakutana na mtu ambaye anatokea Afrika, anakuwa ndugu yako. Anakuwa kama ndugu, anakuwa kama familia. Kwa wale wa Somalia nilikutana nao pale, nimepiga nao story, nikapanda taxi wakanipeleka mpaka balozini kwa sababu ni mbali kidogo. Ni mtaa wa mbali kidogo. Nilipofika pale balozini wakanipokea vizuri, pata chai, tukaongea ikafika muda sasa wa kufanya ile biometric and photo. Tukapelekwa kwenye kile chumba tukafanya biometric and photo. Maki tulikuwa kama watu wawili tulikutana siku hiyo. Okay. Ya kwa hiyo tukapiga foleni pale, tukafanya zile biometric photo, tukamaliza. Nilipomaliza nikakutana na Dr. Kitokezi, tukawa tumeongea, tunapiga story, experience nini. Baadaye nikakutana tena na katibu, tukaongea nini. Ilipofika muda akawa amenibukia taxi ya kurudi mjini. Okay. Kwenda ili uweze kurudi sasa. Baadaye ilipofika jioni ndo taxi kaja, nikapanda kwenye taxi nikarudi. Ukapanda tena basi maana yake ukarudi? Nilipofika sasa kwenye ile basi, kumbe ile basi la kurudi ndo lile ulifika tu pale akajua huyu tena amerudi huyu. Wakasema is you again? Akasema is me. Walishangaza, wakasema basi wewe wa mwisho. Wamshacha wengine wapande, wewe wa mwisho. Sasa uko pale Stockholm, ni experience vitu vingi, nilipata nafasi ya kuzurura nini, kuangalia mazingira, kuosha macho tunasema. Kuosha macho. Kuna vitu nilijifunza pale kwa sababu mwanzo nilikuwa na sisi kwamba kwa kwani Ulaya it's almost clean, watu wote nini sawa. Kumbe bwana kule unaweza kukutana hata na walevi na watu nini maskini wapo. Pia wapo ombaomba. Ombaomba pia wapo. Nilipata muda nikakutana na mtu ametoka Estonia. Estonia. Mmoja kati ya nchi ndogo sana za Ulaya. Alikuwa ananiomba maji ya kunywa. Anatoka Estonia. Anakuomba maji ya kunywa mtu mweusi. Nikashangaa, nikajua labda atakuwa ananifix. Au atakuwa labda ananichukuliaje labda. Nikawa nimemuuliza baadhi ya maswali. Kwani maisha yako ni wapi? Akaniambia mimi nakaa kanisani chini pale. Anambia kula, sema naenda kula kanisani. Nikikosa kabisa huko stendi. Kwa hiyo ukagundua kwamba wewe maisha yako ni mazuri kuliko yule jamaa japo kumbe yuko Ulaya. Nikamwambia kufua, anasema kuna wahudumu wa kanisani ndio huwa ananisaidia. Sema kweli wakati huo naongea na huyo, kuna wengine wanapiga muziki, walevi wanazurura. Akasema kweli bana. Kwamba hapa sasa niko Ulaya. Sawa Rarif. Baada ya kurudi umerudi Denmark sasa, umeshafanya application ya passport na nini? Ilichukua miezi. Ilichukua miezi mingapi kupata passport yako? Nilifanya application tarehe 22 mwezi wa 3. Nilikuja kupata passport mwezi wa 6 mwishoni. Mwezi wa 6 mwishoni. Kidogo ilichukua muda mrefu. Ilichukua muda kwa sababu ilitakiwa nipate mtu wa kufuatilia kwa sababu passport zote zinatengenezwa Dar es Salaam. Kwa hiyo zile biometric photos zinatumwa Dar es Salaam. Okay. Passport ilipokamilisha, kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ningarifu, nilisoma naye level. Ningarifu Tebeli alikuwa Dar es Salaam pale, anasaidia kufuatilia ile document. Nikamwambia afuatilie kwa maana hata Dr. Kitokezi naye alitupa maelekezo. Okay, kwamba hili jambo lishughulikiwe kwa haraka. Hili jambo lishughulikiwe kwa haraka, nitakiwa upate mtu kwenda kufuatilia. Alipofika pale apewa maelekezo, kuna kiasi cha kulipia cha kusafirisha. Kwa hiyo ilibidi tena nitoe hela ili passport iweze kutumwa kuja Denmark sasa. Kusafirishwa. Sawa. Passport yako imefika, na I assume kwamba ulikuwa na furaha sana kwa sababu unajua passport na ulinzi wako. Na hii pia ni funzo kwa watazamaji wetu ambao wametutizama kwamba unapokuwa sehemu yoyote nje ya nchi yako ya Tanzania, hakikisha passport yako unayo mkononi. Hakikisha hata kama hauna passport, angalau una copy ya ile page ya biodata, page ya kwanza ile ya passport ambayo tunaita biodata. Hakikisha unayo kwa sababu in case of anything jambo lolote ile inaweza kukusaidia. Rarif, umekaa Denmark kwa muda wa mwaka 1.5. Sasa hivi umerudi Tanzania. Natamani tu kwa sekunde kadhaa uweze kuniambia experience yako ya kufanya kazi
Europe kwa hicho kipindi ambacho umekaa na mpaka umerudi, experience yako ilikuwaje? Umejifunza nini? Yani somo ambalo umelipata kwa hicho kipindi ambacho umeweza kufanya kazi ughaibuni, apart from kwamba ulienda ulipata exposure, uliosha macho kama hivyo, ulienda Stockholm Sweden, Denmark pale umezunguka sana, experience yako kwa kifupi sana. Yeah. Kwanza experience ya kwanza tuanzie tu kwenye kupoteza passport na usumbufu wote huo. It's full of experience. We need to take care of essential document kama passport. Sure. Yeah, hiyo ni moja experience ambayo passport ni very essential document ukiwa na safari. Kwa sababu ukifika kule unaweza kukana, unaweza kaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo experience ni kutunza passport ya kwanza kabisa. Na mbali na hivyo, kwa kuwa intention ilikuwa ni internship program kwenye shamba la nguruwe, nilipata a lot of exposure, a lot of experience kwenye modern pig production systems. Okay. Wenzetu they are more modernized. Wametuacha mbali kusema ukweli. Kwa hiyo kwenye uzalishaji wa nguruwe sasa kisasa ndio tunachokisema modern system of pig production. Kuna vingi sana ndani ya uzalishaji ule. Kwanza hata mashamba yao yanakuwa indoor. Sio kama huko kwetu tunafungulia, yanakuwa indoor. Alafu hata ventilation system nini zinakuwa very organized. Ya kuhusu knowledge na vingi nilivyojifunza pale. Nimejifunza mfumo wa ulishaji wa nguruwe, reproduction system ya nguruwe, mizunguko, uzalishaji wa nguruwe, ukuzaji, chakula cha nguruwe, miundombinu ya nguruwe, mazingira ya nguruwe paka anafika kwenye stage ya uzalishaji au wanasema slaughter stage. Akishafika slaughter stage ndio kile kipindi ambacho tunaweza kumuuza kwa ajili ya kumchinja sasa. Kwa hiyo mimi kule nilipata bahati ya kufanya kazi kwenye kitengo cha wanaita lobe system, ambayo ni kitengo cha kupandikiza mimba. Okay. Ndio first time nilipofika nilianza hiyo kazi, na kile kitengo kiko pamoja na kitengo anaita director. Director ni kitengo cha kuwasimamia nguruwe wale wenye mimba mpaka kile kipindi ambacho kabla wiki 2 kabla ya farrowing wanapelekwa farrowing. Okay. Yeah. Na mfumo wa chanjo na matibabu pia nimepata experience sana kwenye namna ya kujua huyu nguruwe anaumwa, huyu nguruwe nitampa dawa gani nini. Yeah. Hiyo nayo ni knowledge kubwa ambayo nimepata na experience ambayo nimepata. Na kingine nilipata bahati ya kufanya kazi vitengo vyote. Okay. Yeah, nilipata bahati ya kufanya kazi vitengo vyote, kuanzia kitengo cha lobe, amebeba mimba, mpaka na farrowing nimefanya kazi pia kuwakea wale ambao wamezaliwa na kufanya kwa assist while they are farrowing. Kwa huwa tunasemaga kwamba kwenye uzalishaji wowote tunaangalia ile level of care kwenye farrowing. Ni nguruwe wangapi wanafanikiwa kukua baada ya kuzaliwa. Yeah. Ukiweza kumaintain tu hiyo sehemu kwa care wale mpaka wanakuwa stage ya kujitegemea, wanaita climber stage, ambao wamefanywa winning. Ukiweza kufaulu tu ile swala, ndio inaonyesha progress ya shamba. Ladies and gentlemen, nadhani tumepata nafasi ya kumsikiliza mgeni wetu wa leo, Mr. Orarif Sanari. Kama nilivyowaambia, lengo la podcast yetu ni kuweza kutupa sisi vijana wa Kitanzania michongo, exposure, connections and everything. Lakini pia podcast yetu sisi inatusaidia kuweza kujifunza kutoka kwa wenzetu ambao wameweza kusafiri, wamepata changamoto mbalimbali na namna gani ambavyo wameweza kuzisolve. Leo tulikuwa na Orarif. Asante sana Orarif Sanari kwa kuja. Thank you so much. Next time tunakukaribisha tena tukiwa na jambo lolote, unakaribishwa sana hapa kwenye studio zetu za UCDP. Karibu sana uweze kushare experience yako, uweze kushare chochote ulichonacho na Watanzania wenzako. Kama kawaida, ndugu zetu, wanafamilia, watazamaji na mnaotufuatilia,
tunaomba muendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, endelea kupata madini, kuendelea kupata taarifa, kuendelea kupata ujumbe, kuendelea kupata mafunzo, lakini pia kuendelea kuwa connected na UCDP. Tafadhali tunaomba mtufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale Instagram tufuate kwenye page yetu ya UCDP International, Facebook UCDP Tanzania, lakini pia msisahau kulike, kusubscribe pamoja na kucomment kwenye page yetu ya YouTube ambayo ni UCDP Tanzania, ili uwe wa kwanza kupata videos na madini yote ambayo tutakuwa tunapost kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Otherwise, niwashukuru sana kwa kutizama, niwashukuru sana kwa muda wenu. Until next time, leo mlikuwa na mimi host wenu Patrick Kaogo. Until next time, thank you.